utumwa ya miaka 400 na akawaleta katika nchi ya ahadi, na katika kuwaleta aliwapitisha katika majaribio mengi na akawapa ushindi. Kumbuka kwamba walipita katika bahari ya Shamu, Mungu akaikausha wakavuka, na Farao alikuwa nyuma, lakini pia Farao aliangamia mule ndani, si kwa uwezo wa Israeli, kwa sababu Israeli haikuwa na jeshi ya kupiga Farao, lakini Mungu alifanya bahari ikuwe jeshi kwa ajili yao, akawatetea, akaenda nao mbele, akawapatia maji katika jangwa kule Kadesh Barnea. Balipitia vingi, lakini Mungu hakuacha. Katika jiwe maji ilitoka wakanywa, na vingi alifanya katika maisha yao. Huyo Mungu ndiye tunahubiri hapa. Najua nao wamepitia vingi, lakini hivyo Mungu hakukuacha, na ndiyo maana uko hapa. Kiangalia sura yako vile inavyopendeza, haiko kwa sababu ulipaka mafuta, lakini ile neema ya Mungu ndio imekufanya upendeze vile ulivyo. Maana kuna watu wana perfume nzuri, lakini saizi hawako. Walipaka mafuta ya gharama ya bei, lakini hawako. Lakini sisi kwa neema ya Mungu tuko vile tulivyo. Kwa hiyo leo inabashiri kwamba hivi tunaishi, kesho kuna matumaini ya kusonga mbele, kuna matumaini ya maisha mazuri. Ina maana kesho itakuwa mzuri kuliko leo. Hivi tunaishi, bado napumua, hijalishi vile ulivyo saizi. Hivi Mungu tu bado anakupa nafasi ya kuishi. Ina maana kuna unabii juu ya kusema kwamba kesho utakuwa mtu wa maana wa kusaidia majamii na jamaa. Amen. Some Biblia. Kitabu cha Mwanzo sura 11 na mstari wa 1 hadi 6. Tunaweza kusoma andiko hiyo. Kitabu cha Mwanzo 11 mstari wa 1 hadi mstari wa 1 hadi 6. Usome katika jina la Yesu. Kwa ule ambaye amepata asome Kiswahili, nina Kifaransa hapa. Yes, tunasoma Biblia. Ndio. Ndani ya kitabu cha Mwanzo 11:1 hadi 6. Biblia inasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. 4. Wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara, na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. 5. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakijenga wanadamu. 6. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha moja, yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kufanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Amen. Mungu atubariki. Tunaweza kaa. Kwa wale hawasikie Kiswahili, tunasoma Kifaransa polepole kidogo. Genèse chapitre 11 les versets 1 à 6. Biblia inasema hivi: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'est, il trouvera une plaine dans le pays de Shinar. Il s'y installera, il se dira l'un de l'autre, alors faisons des briques et cuisons-les au feu. Les briques leur servit de pierre et les bitumes de ciment. Il dira encore, alors construis
Alors construisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent les ciels, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toutes les surfaces de la terre. Et l'Éternel descendit pour avoir la ville et les tours que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qu'ils ferment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les tiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Amen. Hiyo ni français ya Kakuma na utaielewa iko vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutajifundisha kidogo kuhusu the power of unity, la puissance de l'unité, ama nguvu ya umoja. Hapa tuko na somo inasema nguvu ya Mungu ama uwezo wa Mungu. Hapa tutaendelea na kusema juu ya umoja, nguvu ya umoja. Naamini kwamba Mungu atasema na wewe kulingana na jinsi atakavyotutumia asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Umoja ni neno ndogo sana ambayo iko na herufi 4 nafikiria, lakini ukiingia ndani ya tafsiri yake ni somo kubwa ambayo inaweza ikafundishwa miaka kwa ajili ya kujenga taifa ama kanisa. Umoja ni nini? Umoja ina matafsiri nyingi, lakini nilikamata ile yenye iko fasile ama rahisi kwa sote kuelewa, kwa sababu Kiswahili sanifu inaitafsiri kwa marefu. Lakini nilisema kwamba umoja tafsiri yake ni makubaliano ya watu wawili ama watu wengi ama kundi kwa ajili ya jambo moja. Umoja ni makubaliano ya watu wawili ama watu wengi ama kundi fulani kwa ajili ya jambo fulani. Kwa mfano kidunia, baaskari banakuwaka na umoja wao ili kwamba wailinde nchi, na ndiyo sababu wanavaa hata nguo za kufanana. Na kuzingine nchi maskari wana lugha yao. Kama kwetu Kongo tunajua maskari wanaongea Lingala, ukienda Uganda wanaongea Kiswahili, sijue Kenya ni gani, kama ni Kiingereza kama ni Kiswahili yote ni sawa tu. Lakini naamini kwamba askari wana umoja wa kulinda mipaka ya nchi, lakini pia kulinda ile nchi na wananchi walimo ndani. Lakini pia tukisogea, wacheza mpira wana umoja wao ili kwamba washambulie timu ambayo wanacheza nayo, waifunge magoli, na kila mtu anasimama fasi aliwekwa ili kwamba aitetee timu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inadusindikiza katika kitabu ya Zaburi 133 mstari wa kwanza, inasema hivi: tazama ilivyo vema vizuri ndugu na ndugu kukaa kwa moja ama pamoja, inapendeza ni kama mafuta kichwani mwa Haruni ambayo inashuka kundevu zake hadi chini. Unajua, tukishakusanyika hivi ndani ya kanisa, sisi tayari ni familia. Ambia mwenzako familia. Tena tuko zaidi ya familia ya kimwili, maana familia ya kimwili
kuna mafamilia nyingi najua watu hawasemezani, watu wanabebana koti, watu wanaimana chakula na wako familia moja, watu wanasengenyana na wako familia moja. Kuna familia ambazo watu hawezi saidiana moja baada ya wengine. Tuna hiyo mifano kadhaa ya wale watu walitoka hapa wakaenda nje, waliacha mafamilia hapa, na pengine walitoka wasemezani, na kule maisha yanaenda vizuri, lakini ili apate nafasi pengine ya kutumia aliye katika jangwa hili at least nduru moja, ni vigumu, ijapokuwa ni familia. Sasa tukishakusanyika hapa, tuko zaidi ya familia, maana hata kitabu ya Wagalatia nasema kwamba tutende mema, lakini hasa kwa familia ama kwa jamaa za waamini. Haleluya! Biblia litaka kutuonyesha kwamba wewe ni zaidi ya ndugu ambaye haokoki. Sasa tukiwa humu, lazima tusimame kwa umoja, maana umoja tukiwa nao hakuna kitu kinaweza kudushinda. Hakuna. Niseme kwamba tuendeleze umoja, maana juu Ebenezi tunakuwa na umoja. Maana nikisema hivyo sijakosea. Nikiangalia jengo lililo hapa, pesa hizi hazikutoka Canada. Wewe, mimi, yeye, yule, tumekusanyika kuchanga moja baada ya ingine. Ndio maana tumejenga kanisa hili. Ijalishi kwamba tuko katika jangwa, lakini tunajinyima kwa umoja ili kwamba tufanye hatua fulani na kazi ionekane kwa macho. Sasa tukiendeleza umoja wetu, tunaweza fanya zaidi ya haya. Unajua, kama Yesu aliambia wanafunzi kwamba mkiwa na imani kama punje ya haradali, mnawezi ambia milima iondoke, mnawezi fanya makubwa kuliko mimi. Siko katika imani, lakini kuna kitu nataka kusema kwamba tukiongeza tena umoja wetu, tunawezi fanya kitu kikubwa kushinda hii kanisa na zaidi na kwenda mbele bila kuita nje. Hijalishi vile tulivyo, pengine hatuna kazi, lakini ile kidogo yako, ile kidogo yangu, tunafanya kitu fulani. Kuna kinaweza dushinda. Tukisema hapa tusimame pamoja, tunawezi wawea kila size wane mwenye iko, kila size wane. Tukisema tu tunaamua kwa umoja, kila size wane mwenye iko, bote tunawamaliza. Nawapea mali na tunafanyia sherehe. Nikutaka tu utanisikia, niko napanda polepole. Unaona mabinti wote wamechelewa, ama wale wenyewe hawajachelewa. Tunawezi waowesha sisi tukitaka. Hautanielewa. Tunaweza kuwaowesha tukitaka. Ni kuangalia kijana mwenyewe amegawia na umpatia mwenzake, wanaenda fanya maisha. Lakini kwa umoja haiko, haiwezekani. Shipege kushipege tunatoboana. Uli anakojoa kujitanda. Uliona ajikojoa? Ule ni mwizi. Ndafika hapo polepole. Kwa hiyo nataka kumaanisha kwamba watu ambao wako pamoja, hata shetani anawakimbia. Mlozi hawezi kaa ndani. Maisha ambayo zimeendelea, kila umoja anakuwaka nafanya security ya mwingine. Mgeni hawezi ingia muinchi na nyinyi Mungu, hata kama serikali haijafika pale. Wewe ni serikali wa nchi yako. Je, kanisani tukiwa na umoja, bwana, kwa maombi yetu, kwa maombi yako, tukiungana, sioni kama shetani ana mwanya ya kupenya. Sioni. Sunaona tuko na maisha ambayo iko karibuni kama uniform. Lakini tukitaka kwa umoja,
mtu mmoja baada ya mwingine tunaweza muinua na maisha ya watu inabadilika. Hawezi kuniamini. Inawezekana. Wengine unasema, je, tutawainua je wakati tuko na ration? Mama, usiende, usikimbie. Tunaweza tukainua mtu mmoja baada ya mwingine kama umoja huko. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 2 na mstari wa 1. Ukisoma Biblia, habari za mitume, hawakuwa na biashara, lakini walikuwa pamoja kwa umoja wakiomba. Nguvu za Mungu zikashuka, na ziliposhuka hazikubadilisha tu kiroho, bali zibadilisha na kimwili. Wote walikuwa mule wakajazwa, na walipojazwa wakafanya mambo makubwa kiasi mataifa wakaleta vitu kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha nianze kushuka katika andiko. Biblia inasema kwamba kulikuwa taifa moja, na hii taifa walikuwa watu kama sisi tu. Walitoka sehemu fulani ya mashariki, lakini walikuwa na lugha moja na maneno yao ilikuwa moja, haikuwa ya kugeuka geuka. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa maneno moja. Biblia nasema wakafika mahali wakasema, tujijengee miji. Misijue walikuwa na uwezo gani ya kimfuko ama ya mapato, lakini kitu kikubwa na kamata hapa, walikuwa na umoja. Biblia nasema kwamba wakajenga mji, wakajenga vile, ama niseme nini, wakajenga tauni ya mzuri sana. Na hii wanasema walijenga, wale wa kuchoma mawe wakachoma mabriki, wale wa kutengeneza chokaa kwa pamoja wakatengeneza, wengine wakatengeneza cement, wakatengeneza mji ya kupendeza. Walipokaa pamoja wakasema, haitoshi, wacha tutengeneze mnara, inaitwa mnara wa Babeli, tumwendee Mungu mbinguni. Nasikia watu, tuendee Mungu mbinguni. Na Mungu anahakikisha katika ile andiko kwamba walipoanza kujenga, Mungu akaona kweli watamkuta mbinguni. Unajua Mungu ni roho, lakini walikuwa katika mwili, wanajenga vya kimwili wafate roho mbinguni. Na Mungu akaona inawezekana, kwa sababu wana umoja, lakini pia wanaongea lugha moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua mkanisa mkishakuwa malugha za mingi, maparti zinakuwa za mingi. Angalia mainchi, inchi ambayo iko na lugha nyingi hakuna maendeleo. Kama inchi yetu, lugha ni nyingi 400 kupita. Kila watu biko na wabo rais, kila watu wako na parti yao, kila mtu anatetea kwao, hakuna maendeleo. Enda Rwanda, ni nchi kidogo, lakini wana lugha moja. Ukifika Kigali, yes. Somali walishinda Amerika vita juu ya lugha moja. Amerika superpower, walikimbizwa Somali. Afghanistan walikimbizwa tena Afghanistan, kwa sababu watu bakule wanaongea lugha moja. Sasa hawa ni mataifa, na sisi kama vile familia ya kiroho tunapaswa kuwa na lugha moja peke yake. Tukisema kwa pamoja, mtu asigeuze kuwe bei. Tunapanga kufanya jambo fulani, hii jambo tunaweza kuifanya kama hakuna mtu aligeuza lugha. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo watu ambao wako na umoja ni watu ambao watafanya mambo makubwa. Ndio maana kwa lugha ya China wanasema kwamba umoja ni nguvu. Acha niseme kwa Kiswahili, ndio kuna Mchina. Umoja ni nguvu. Ama niseme kwa Kiswahili, ekinyabuguma choji imengwi. Kinyabuguma choji imengwi. Hakuna kitu kinawezi ama mtu asimame ama taifa simame kama tuko pamoja. Hijalishi tuko watu wangapi wadushinde. Ebeneza. Sasa shetani anajifunza habari ya umoja. Maana anajua akivuruga umoja, amevuruga upendo. Anajua akivuruga umoja, amevuruga mahusiano. Anajua akivuruga umoja, amevuruga maendeleo. Anajua akivuruga umoja, maisha ya watu inakuwa maisha ambayo haina mwelekeo. Wimbo iliyo bora inasema kwamba heri kamba ya nyuzi 3 kuliko kamba ya nyuzi 1. Natamanisha kwamba tukiwa wengi tuna nguvu, lakini ukiwa umoja kuna mahali ambapo hautafika ama kuna vitu hautafanya mwenyewe. Ina maana tunategemeana. Tunategemeana. Nakumbuka point fulani mchungaji alifundisha jana kuhusu uhusiano. Alionyesha kwamba uhusiano inafanya watu waingiliane, lakini pia wasaidiane. Hakuna mtu peke yake mwa hii dunia. Na ukitaka uwe peke yako na Mungu, Mungu atakuzika siku utakufaka. Mungu atakuletea pesa. Mungu atakupa kazi. Hautaionaka. Mungu ni roho. Ili Mungu atumike, inabidi wewe akutumie, mimi anitumie, atumie kitu ili gifanye. Usiwaze kwa sababu unaomba sana, wewe mwenyewe Mungu atakuletea pesa mbinguni. Pesa hazikuwa mbinguni. Hata shilingi moja hakuna mbinguni. Shilingi moja hakuna mbinguni. Hata nusu hakuna. Na kama ziko mbinguni, pesa za mbinguni haziwezi fanya Kenya. Kwa sababu pesa za Kenya inaitwa mashilingi, za mbinguni itakuwa sijue kama ni mapesa mbingunesi. Haziwezi kufanya hapa. Ukizileta haziwezi kuuza kitu. Mungu ili akupatie pesa, atatumia mtu wa Kenya akuletea pesa, akuletea vitu, akupe kazi, atatumia mtu. Pesa hakuna mbinguni. Ama kwa naomba baba weka hata muoree, nikirudia kanisani nisikute zimeingia, hautakuta kitu. Hakuna, hautapata. Mungu atakutumia mtu. Mungu atafungua njia ya kazi kupitia mtu. Baba fungua process baba. Unawaza Mungu atafungua process tu unaruka, atapitia watu. Kwa hiyo shetani hapendi mambo haya yote fanyike. Wacha nirudie nyuma katika andiko. Biblia inasema kwamba Mungu alipogundua kwamba hawa watu watamkuta mbinguni, kwa sababu walijenga hii mnara si kwa utukufu wa Mungu, walijenga mnara kwa kujipatia jina, wajulikane. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana usifanye kitu kwa kujipa utukufu bila Mungu ndani. Usijenge kitu, usifanye kitu bila Mungu ndani. Nisiingie hapa sana nisikamate muda wangu uishi. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu Mungu kule mbinguni
akajisemeza, hawa watu wakikaa wakiendelea kujenga watadukuta, twende kule chini tuwachafulie lugha. Na hapa njoo niko sasa, unisikilize sasa. Tuwachafulie lugha, alafu wasisikilizane tena, wasambarane chini ya jua ama kwenye ardhi, watawanyiki. Biblia inasema Mungu akashuka. Kama walikuwa wanaongea Mashi, huyo akaanza ongea Kirega, huyo akaanza ongea Kiingereza, huyo akaanza ongea sijue Kihunde, Kiluba, lugha zikakuwa za mingi. Wanataka wafanye kazi lakini hawasikilizani tena. Huyo analomba mwiko, bali ampatie mwiko anamletea sima. Huyo analomba sima, bali ampatie sima anamletea mchanga. Na waza mangumi zitoka pale. Bwana Yesu asifiwe. Huyo anasema tumesikia njala, ni saa ya kukula. Bali balete chakula sasa, banaleta kama lami, waleta choka. Vurugu ikaanza, bakashindwa kuelewana. Moja baada ya mwingine wakatawanyika. Walikuwa wamejenga mji mzuri, lakini wakauacha kwa sababu hawasikilizane, hawaelewane. Ile mji ikabakia hivyo, kila mtu akaenda ngambo yake. Nielewe sasa, hapa ndipo shetani alikopi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anaanza kujifunza vitu ambavyo Mungu alifanya. Akaelewa kwamba watu ambao wamekaa pamoja wana nguvu ya kufanya chochote. Kitu ndafanya ni kuingia, ni wachafulia usemi kwa njia moja ama ingine. Huyu hatasikia huyu, huyu hatasikia huyu, kwa njia fulani watagabulana na proje naishi. C'est pourquoi kanisa tunapaswa kuwa makini sana. Kuna baraka nyingi Mungu anaandaa kwa ajili ya kanisa hili, kwa ajili yetu sote, lakini tusipokuwa makini na lugha ngeni, basi kuna vitu ambavyo hatutafikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na shetani hautamuona en person. Maana wakati Mungu alienda kuchanganya hao watu, hawakumuonaka. Aliingia ndani ya mmoja baada ya mwingine. Shetani naye hivyo hivyo, ili atuchanganye, haonekani yeye, anaingia ndani ya mtu mmoja, wawili, basi mambo inaisha. Analeta lugha mpya yenye hatukukuwa nao kama vile wa Kristo. Neno tu kidogo anaiweka, kwa mfano, sitapania mfano kwa mtu ndani ya speaker. Unajua Delphi alisema kwamba wewe haujui hubiri. Speaker anatosha hapa, anareba hapa, anakia hapa kwa. Unajua Delphi alisema wewe ni bure sana. Unaona maneno yanaanza badilika. Saa itafika kwa watu 5 kule, moto inaanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nagisi maneno itaenda, nagisi takiarudilia sasa huyu hapo ama Delphi, itakuwa tofauti sana. Sasa kama hatutakuwa makini, tunalivunja kanisa. Wapendwa, kanisa hili limeanza na hatujakuwa pengine hapa sote. Na siongelee tu ili kanisa, lakini makanisa zote duniani. Maana najua shetani iko natumika kwa njia moja ama ingine ili kwamba azaifusha kazi ya Mungu. Lakini napenda Mungu kwa sababu Yesu alitupa ahadi, akasema kwamba na misingi ya kuzimu haitalishinda kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kazi yake ni kutaka wewe, mimi tusikae pamoja. Maana anajua tukikaa pamoja tutaharibu kazi zake. Tukikaa pamoja tutasaidiana na maisha baada ya mwingine itabadilika. Na anataka maisha yetu ikae chini ya utumwa.
Nimesema vizuri, hata kuja ye mwenyewe, bali atatumia mtu fulani. Mtu fulani. Ieleweke aje tuko mkanisa hivi, mtu aende kuambia kwamba usiingie mwana mko balozi. One kama shetani kona kazi. Ukihesabu milioni ya watu walikuwa hapa, wengi wamebarikiwa, wameenda nje, wengi ni watumishi wa Mungu, na kanisa nyingi ziko hapa Kakuma, zimetoka mwa kanisa hapa Kakuma. Nina historia. Kama tumezaa makanisa nyingi sana ambazo pengine hazijisajili kuchina ya Ebeneza, lakini tumezizaa, alafu mtu akuambia kwamba muna munatoka shetani. Aba tuna Mungu, na huyo Mungu atatubeba fa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usishawishike. Umoja wetu ndio nguvu zetu. Hata mtu akikwendea community akuambie kwamba mweyo kanisa muko hiki na hiki na hiki, ni bongo. Kwanza ni mtu wa shetani. Maana shetani kazi yake ni kuchonganisha ndugu na ndugu. Mungu anasema katika Zaburi kwamba ni vema ndugu na ndugu kukaa pamoja. Maana wakati tunakaa pamoja, jo tunajuliana hali wapendwa. Jo tunasaidiana. Jo tunabebana. Jo tunahimizana kwa safari ya kwenda mbinguni. Jo tunatendeana mema. Lakini shetani hawezi penda hii kitu iendelee. Hivi tuko tunaabudu hivi, kuna wengine wako kule washavunjika moyo. Tutaingia mule. Sio kwa fani ni kule, shetani atakukula we mwenyewe kule. Bwana Yesu asifiwe. Mumesirika kama mko makini sana. Unajua shetani ukipata nafasi ya kumpiga usimhurumie. Maana hana huruma na wewe. Akikupata atakufanya vibaya. Atakufanya vibaya. Siwezi hurumia shetani ukipata nafasi. Kwa semeni ndani. Adamu Mungu alimpatia bustani ya Edeni pamoja na Eva, lakini Eva alipofungua masikio shetani akasemea ndani. Wote walijikuta nje. Wakaanza kuteseka. Na Mungu aliwaandalia maisha mazuri. Hao watu kwa napatia masikio wasemee ndani, wakutosha ndani ya uwepo wa Mungu. Hawakutakia mazuri, wanataka ukufe. Sikiliza Mungu anasema nini. Una Biblia yako. Una nafasi ya ibada. Una nafasi ya maabudu. Nimesikia iko na unabii wangu, naenda anipe. Unabii. Aba mwizi basai, njoko nateka masikio. Aba mwizi basai. Yona kengine ku TikTok. Nataka mtu wa Kenya 1,000, wa Tanzania shilingi kama 30,000. Wewe uko na usia watu nini we? Nini uko na usia watu? Tuanze kutia na bei. Nini akanito? Watu wa Mungu. Unabii wa kweli ni neno la Mungu uko nalo nasikiliza. Hata nikikuambia utaenda Ulaya, nimekusaidia nini umeenda? Si uko tu pale. Kuna wengine wasema kanisa eti wanaenda kusikiliza unabii sio Kakumatri. Ni Kakumatri ama Kakuma wapi? Jinga mtupu. Unabii haibadilisha maisha ya watu wapendwa. Unabii ni neno ya kukujenga tu, lakini haijabadilisha ile maisha yako. Kama ulikuwa maskini uko tu maskini pale pale. Kama ulikuwa na njaa uko na njaa pale pale. Kama ulikuwa huna mavazi, hauna mavazi, uko tu vile vile.
kinabadilisha maisha ya mtu wakati mtu anashika neno la Mungu na kutembea na Mungu na kusikia afanye nini na asifanye nini. Maisha yanabadilika. Sikatai kama manabii wa kweli hawako, lakini kumjua saa hii imekuwa vigumu sana. Na mwenye hata haotake ndoto alishakuwa nabii. Kwa mwingine eti nimununulie viatu aniambie maisha yake, anambia wewe mbia ndakupiga. Mimi sipendake hiyo mambo. Nunulia viatu, nimeona Mungu, mwambie huyo Mungu aache kama hatafanya. Kutoa sadaka napaswa kutoa kwa sababu ni maneno ya Mungu, lakini usilazimishi, usinitishe Bwana. Mwingine akaniambia, unajua mimi nimejisikia Bwana ameniambia ndakuwa baba wako wa kiroho. Kaambia kwa mimi nakushinda miaka ya kuzaliwa. Nilianza hudumu hauko. Juu tu umejua jina yangu kumtandao, ajua kuna niliwaambia vizuri kwamba kuna majini ama kuna mapepo ambazo kwa size zinatumika. Unanunua jini yako kama ni Mombasa ama wapi, unaiweka hapo nyuma ya mgongo. Unafanya agreement. Naingia TikTok. Simina kupandisha pale yule. Mimi ndakuambia jina lako, ndakuambia jina la ndugu yako, la mama yako, na nikuambia maisha ulipitia huko nyuma. Kuna mtu meko anisifle hapa. Kuna pepo iko anisifle hapa. Sema ndio baba, sema. Unaongea. Bagombanisha mandoa kule kumtandao. Bali kuambia Mungu ni wa kufarakanisha watu. Mungu si wa kuchanganya familia na familia. Uko mfamilia yako, wewe na baba yako, wewe na mama yako, akwambia mama yako ndio iko na kuloga. Ni Mungu. Mungu asema mama yako ndio kwa kuloga. Mungu asemake hivi. Hata kama tunaishi na mlozi, Mungu hawezi niambia live kwamba ni mlozi. Kuna hekima Mungu atatumia. Bwana Yesu asifiwe. Nimeongea hivi ili kwamba msichanganyikiwe na manabii wa bongo wenyewe. Na wengine bago hapa ba mingi. Sasa zingine wanasema mwa hii kanisa wewe unakuwa naongea vyote wasi. Ongea sasa ndio aficha nini? Niko natengeneza kanisa la Mungu. Hata mchungaji aficha yake na pabo ni mnaficha. Lazima kanisa linyoroshwe. Usiende ukaibiwa. Uwazi wamefanya mapenzi ya Mungu, kumbi shetani ndio yuko naongea na wewe. Na baadaye unasema Mungu, mbona ulisema mwaka kesho unaenda Ulaya? Imekuwaje? Mungu alisema siku gani? Mungu hajasema. Wewe tulia hapa, nyenyekea hapa, Mungu atakukuta hapa. Sunday iliyopita Mzee Sadiki alikuwa afundisha juu ya sadaka. Kaongea sana juu ya sadaka. Nikaelewa kwamba katika andiko alisoma hata Wednesday. Iko katika Mwanzo 22 mstari wa kwanza ama wa pili kushuka, habari za Ibrahim. Mungu anaambia Ibrahim, unitolee mwana wako, lakini ukienda nitolee uende kumlima ambao inaitwa Moria. Huku ndiko nitolee mwana wako. Elewa Moria. Kulikuwa milima ingine ambao inapangana. Milima ya Shuri, ya Kadesh Barnea na ingine ya Sinai ilikuwa. Lakini Mungu akachagua mlima moja ambao inaita mlima wa Moria. Njoo ende kunitolea yako sadaka. Elewa hivi. Mungu amekupa nafasi na madhabahu yako. Usipoitambua na kuijua, unaenda tupa sadaka usijue wapi. Sijua kama utapata baraka. Kanisa ni nyingi, lakini Mungu aliona kuwa Ebenezer. Mbona hakuenda Grace? Mbona hakuenda Mori? Na ingine iko pale mwele maani pale. Mbona hakuenda pale? Naitwa Calvary Church. Na zingine. Kama Mungu amekuchagua uwe hapa, una neema ya kutambua kwamba hapa ndio fasi yangu. Chakumi yangu naileta hapa. Sadaka zangu nazileta hapa. Ndajaribu Mungu hapa na ndaona Mungu hapa. Lakini usipotambua, kuna shetani atakusemea masikio kupitia mtu fulani. Unafikiri umetoa sadaka, kumbe umetupa mumaji. Saidia mtu ndio. Kwa sababu hatujawafunza mwe wachoyo.
Saidia mtu akikuomba chakula mpe, lakini kidwa sadaka yako una nafasi ya kuitolea, cha kumi yako ina nafasi ya kuitolea, kwa sababu kuipitia njoo tutafanya kanisa iwe mzuri, lakini pia tusaidie moja baada wa mwingine ndani ya kanisa, lakini pia tuwe na vyombo, na tunapofanya kazi ndani ya vile vyombo kanisani, Mungu anakubariki. Hata kazi zingine mwingine niona anasema anaita mdogo ya bibi yangu, uko na estoma, naona hii estoma itakuwa, Mungu ameniambia tufanye siku 30 nikikuombea juu ile estoma, lakini utoe luzabihu. Nikamwambia uko na wazimu, leta zile pesa hapa kuebeneza, hata tununua hata speaker moja, leta zile pesa tukuombea hapo, estoma itaenda. Sasa hapa njoo liombea, Mungu amefungua milango yako hapa, umetoka hapo umeenda ngamo, lakini mtu tu limoya ku TikTok anza kudanganya. Msinisirikie, ni neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sote tumeomba hapa, na nimesema vizuri, hautaona shetani ye peke live. Atakupitia, atanipitia, atapitia mtu fulani ili kwamba agushawishi ujikute kwamba uko nje ya neno la Mungu. Mtu ataleta maneno ya kufarakishana mimi na wewe. Huyu mtu si wa Mungu. Sijua kama kanisa Mungu ananisi. Mtu ambaye atakaa fasi moja akiongea kwamba huyu iko hivi kwa ubaya, na unaamini kwamba ni wa Mungu, maana usome Biblia. Usome Biblia. Mtu wa Mungu ni wa kujenga, si wa kubomoa, si wa kuharibu, si wa kuleta chuki, si wa kuleta matengano au mafarakano. Mtu wa Mungu ni wa kujenga. Ndio maana hata Paulo aliambia Timotheo, ukitaka kuonya, kemea, lakini gusanya tena. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu ni wa kupatanisha watu, na hii ndio tunataka Ebeneza iendelee. Kuna fasi nilisema nikapapita, nilisema kwamba hii kanisa ilianza mwaka wa 92. Sai tuko mwaka wa 2026. Hii kanisa iko. Balianza balikuwa kule kulala. Kule hatujafika hata hapa. Lage kabeba ya kwanza. Sijue kama na pili lage libeba. Watu wakakuja hapa. Mimi nimefika hapa 2018. Dina, si niko sawa? Nikaingia mwa hii kanisa ya kwanza, nikasikia kwamba hapa ndio Mungu ameniita. Nikafanya huduma yangu hapa, nikaendelea hapa, nikapitia vipindi na vipindi hadi sasa. Nielewe, kwa sasa niko na miaka 8 mwa hii kanisa, lakini kanisa iko na miaka zaidi ya 30 iko. Sasa mimi mtu wa miaka 8 nikie ni haribu kazi yenye iko na miaka 30. Mnakubali hiyo? Kwani mnasikia boga? Bwana Yesu asifiwe. Wita Selma hapa nikuje ni haribu madhabahu ya miaka 30 juu ya faida yangu mimi mwenyewe. Mtanikubalia? Nawaza mtaninyangua pole pole taratibu mpaka nje ya fence. Nikisema hivi ili kwamba kila mmoja asimame awe security wa mwingine, ili kwamba hii kazi ya Mungu tuisimamishe, tuende kwa tunaenda, tuachie wengine. Maana tunapofanya hivi baraka za Mungu zinashuka hadi kwa watoto wetu. Maana wale walianza wengi hawako tena pamoja nasi. Akose mama Pastor Simon. Mama Pastor Simon ni kwa sababu munaelewa anapaswa baki hapa, lakini pia anapaswa kula matunda ya hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usitoke kwa unatoka na matamaa zako
utake kuharibu hii madhabahu. Hii madhabahu inakuza watu ambao ni watumishi wa Mungu duniani. Makanisa zinaendelea Marekani, walitoka hapa, baki na Jeremy, baki na Ezra na wengine wenye sijui. Kazi ya Mungu inaenda, na sisi tuko hapa. Kupitia hapa ndio tunahubiri injili msoko, watu wanatujua. Watu wanatujua, wanajua tunatoka kwa Ebeneza, hao ni watumishi wa Ebeneza. Kwa hiyo kila mmoja wetu ana wajibu wa kutunza umoja wetu na ushirika wetu. Bila oga, bila shaka, Mungu wa mbinguni atatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Nikiangalia Bamzee Dembi walikuwa hapa. Bamzee Eritier ndio alituletea Cross Church Canada. Wote walitoka hapa. Na leo kule maisha yao ni maisha ambao iko pepele. Na familia nyingi zimetoka hapa. Mungu wa hapa iko nafanya na taendelea kufanya. Hasa Kenya utafanya hapa, uwe security wa hii madhabahu, uwe security wa hii kanisa. Haieleweki tuwe hapa alafu usikie kwamba habari za kanisa hii, haleluya, unazibeba mu community tena kwa ubaya. Tena kwa ubaya. Hauna aibu. Nasema nani alipatia tena huu microphone? Niliwaambia sitakufa, nilikuwa mgonjwa juzi. Lakini mimi ni kama gatuni. Gatuni inakufaka banaisaga na gari inalamuka tena. Kwa hiyo mimi sikufi leo. Sikufi leo. Bado tutatetea injili hadi uzee. Hata tupitie changamoto gani, lazima tusimame na Mungu na tuseme kweli ya Mungu. Ukisirika ni vyako, lakini kikubwa kazi ya Mungu isonge mbele. Na kama unajisikia vinakugusa na uko mwezi tabia, kuya tubu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaamini kwamba hapa Ebeneza, moja baada ya mwingine, Mungu atamubariki. Hata wa ndugu zangu ambao wako wa host community, kazi kiisha, Mungu hapa atakupa ingine kazi. Jua hapa ni promotion hadi promotion. Najua watu wawili ama watatu ambao kazi ilikuwa imeishia, lakini waliwaita tena kazi. Mungu hapa akafanya wakaitwa tena kazi. Alafu huko nataka ututishe tioni na nini? Hapa kuna Mungu, na huyo Mungu wetu hatutamwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiona mtu kwa community analeta maneno ya Ebeneza, mwambie sitaki laana mwangu. Uende ongelea nje, bishie pale. Na kitu niwaambie, mahali ambapo watu wako hagukosake pengine mabitu budogo budogo, lakini ni bwaumu mwetu. Bwaumu habupaswa atafuka pale. Haleluya. Mukipenda munaboeka, lakini njo vile kanisa la Mungu lazima tukae kwa umoja. Wamama wasaidiane kwa mama, wababa wasaidiane.